Unasema ibada njema inaanzia wapi? Inaanzia nyumbani. Kwa ibada yako iko ndani ya moyo wako, inaanzia mahali ulikotoka. Mahali ambapo unaishi, mahali ambapo unakaa, mahali ambapo ukitembea, mahali ambapo ukisimama, ndipo ibada yako ipo. Kwa mtu aliyebeba roho ya ibada lazima atajaribu kufuata kile cha kimungu. Atamtumikia Mungu katika roho na kweli. Atamwabudu Mungu usiku na mchana. Atajaa kiu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu moyo wa ibada uko ndani ya moyo wake. Ibada iko ndani ya moyo wake. Haleluya. Lakini mtu asipokuwa na roho ya ibada, unakuta kwake anaona ibada ni mzigo. Hawezi akachukulia uzito. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nyakati tulizo nazo watu wanachukulia ibada kawaida. Watu wanachukulia ibada kimazoea. Wanamtumikia Mungu kimazoea. Bwana Yesu asifiwe. Kiu ya Mungu haipo, imetoka kabisa. Unaanza kujiuliza shida ni nini? Tabu ni nini? Kuna jambo gani hapa? Kwa nini watu ibada hazipo? Kwa nini watu ibada zimekoma? Bwana Yesu asifiwe. Na shetani anatenda kazi usiku na mchana. Lengo tu watu wasio na ibada ndani ya mioyo yao. Lengo tu wasipokee miujiza yao. Wasimuone Mungu kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta mtu yuko nyumbani, ibada haipo. Hana wazo la ibada. Haleluya. Haleluya. Hatuwezi tukampenda Mungu kama ibada haiko ndani ya mioyo yetu. Hatuwezi tukajisifu barabarani kwamba sisi tumeokoka kama ibada haiko ndani ya mioyo yetu. Hatuwezi tukamtumikia Mungu kama ibada haiko ndani ya mioyo yetu. Lazima tubebe moyo wa ibada. Ndipo tutambulishe na watu wengine kwamba Mungu tunaye. Ndipo tuambie watu wengine habari za Yesu. Ndipo tuambie hata watu wengine waokoke. Kwa sababu uwezo ukamwambia mtu aokoke wakati wewe mwenye moyo wako na kushuhudia ibada haiko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.